honest, mimi nilianza maisha nikiwa mdogo. Hapa unaona mimi with my wife, we have stayed for over 28 years. Na si hata tukikuwa na issues. But tukikosana, when my wife is high, I try to control myself, narudi chini. When I'm high, she controls herself, anarudi chini. Mavijana, please. Kama ile 12 best niliongea na nyinyi mambo ya Chrome, hata hii nitaongea na nyinyi. This time it is my daughter. Na si ati sababu it is my daughter it has to stop. It has been happening. Amekuwa akipigwa sana lakini kama mzazi na control. But mali imefikia sitajicontrol. Nimeenda huko kama vile mnaona hapo. I've taken my daughter na watoto nimekuja nao hapa nyumbani, niko nao. Tunajua hata sisi tunakuwa chini saa zingine. Hata sisi kwa pesa. Kwa pesa na malipo kupiga mtu. Funga mlango. Ukijisikia umefanya makosa utakuja nyumbani na wazazi yako. Funga mtu asiingie kubeba vitu hapo. Hiyo gari utaleta mande kupiga rangi. Iko na shida gani? Steady. Utakuja kwa ofisi mande. Unafanya hivi gari nimekununulia. Nyuma na kulipia rent. Lakini si mara ya kwanza, so wewe utakuja. Utakuja nyumbani. Sawa? Usio umekosa kuja na wazazi wako nyumbani. Wadau namna gani? Historia ya Songo manze. Hata nyinyi mmeona kwa matajiri vile ni noma. Ukikosea mtoto wenyewe my friend, unasamaniwa na wazazi wako bana. Kama high school bana, ni kama ulikuwa umevuka fence. Otherwise, anyway, sijui ni Songo alireact ama pia situation ili warrant, but we say no to gender based violence. Na pia watu wache kuchukulia gender based violence ni kama like dema kiguzwa. Pia jamaa kiguzwa pia ni gender based violence. Unajua wanaume sisi tulibaki nyuma, pia tunanga mtu wa kututetea. Zingekuwa ni jamaa ndiye ameguzwa, hakuna mse angebonga. Lakini sasa juu ni madam, hapo inakuwa noma. So pia boy child pia onekaniwe bana. So mi niliona hiyo vida and I think ile kitu ilikuwa noma Songo sana, si hadi hata demu yake amechapwa. I think ile kitu nilinotice kwa hiyo vida is the fact that tu jamaa Songo ni ana provide. Hiyo kitu niliona ameinsist sana. Yani nimekulipia rent, nimekupia gari, nimelipia toy fee, nimekufanyia shopping, na hiyo yote bado unaguza mtoto wangu. So bazenga jo pia wewe ulichoma juu ukisupportiwa kama orphan manze utkanangi guardian bana. Wewe tu si guardian bana. Sasa una expect aje sponsor bana akulipie fee bana na uperform bana, si hata withdraw support yake. Anyway, sijui nacheka nini, but hiyo story jo Ibahambi ile tishangwe. So bazangu uliangusha chama manzi. Umepata mtu anakulipia bills na ukumelipiwa bills bado unachoma banza. Buda, hiyo ni privilege kubwa sana. Hiyo ni privilege kubwa sana. Lakini sasa swali ni, how do you mess up na mtoto wa Songo of all the people bana? Songo ni mse mwenye ukibonga naye bana kwa simu anakurekodingi, mkiongea shit bana yeye atambui.
Then unaenda to an extent unapiga mtoto wake, my friend. What do you expect? I used to replay like a funny man. Lakini kuna ubonza pia hiyo coffee bana. He's a man. Ene pia kuingilia station ya watu wawili, by the way, watu wenye wamekuwa in a relationship ama in a marriage, inakonga ni ngumu sana ku understand mambo yao. Kwa hata nyinyi mliona hiyo dem senye jamali kwa bare dem karibu achizi. Unapigaje bwana wangu bana? So yani mambo kukosana kwa ndoa nyele. Okay, hakuna watu wakosanangi, but nyinyi mkikosana but msiende physical. Ili watu waachane bana kuliko kwenda physical. That should not even be the end point. Kukosana ni normal. Wewe mkikosana, I think msemo moja tu anaweza toka atembee, apige maraundi. Ukirudi zimeshuka. So ni normal ku handle situation ya watu wenye. Okay, unaweza kuja ukimbililie, jaribu ku understand based on that scenario yenye imefanyika. But I think it's one of the most difficult things to do. Kwa sababu hata ujui hawa watu walitoana wapi, nini mweka together. Because at the end of the day, hata watarudiana. Dem atarudi kwa jamaa yake tu. At the end of the day. So hata tuseme nini. Kama mko na relationship na things zimeenda mbaya, ninyi tu bado mnaweza solve hizo issues. Hakuna third party atakuja kumaliza shida yenu. Hakuna. So we say no to gender-based violence. Ikuwe ni whichever case, ikuwe ni umepiga bwana ama ni bibi amepigwa na bwana, we say that is we say no to gender-based violence. Watu wasipigane. Ukiona manze haiwezi, simwachane. Niachaneni tu. I think wacha ni give just a short story. Nimekam ku realize like for example nimeinteract na the Somali community. Na manze ni ngumu usikie vita kwa wase. Okay, divorce iko juu. Lakini ani wase like wakikosana tu, kila mtu yuenda tu side yake. Na wanabaki na watu una support watu. Ngale story kama ya Kanyari. Yeye aliachananga na bibi yake. But watu bado wana support, wanatembeleana. Mbona sasa Betty Bayo amepass. Kanyari bado yani ukiangalia hivi kama ujui story yenyewe unajua Kanyari ndio bwanake. But kuna ule bwana mwenye anasemekana hako the current by the time madam anakuja kudate. So it doesn't warrant anything. Gender-based violence inaweza kuland place mbaya sana. Unaweza jipata wewe umekuwa maabusu, unaweza jipata jela haraka sana. So let's not tolerate gender-based violence. Na watu wache kuchukulia gender-based violence ni kama ati ni bibi yake assaultiwa. Pia mwanaume. There are so many men who go through a lot crazy marriages. But hawezi bonga. Juu mwanaume unajua ni yule msemo mwenye kwa society anataka kae ngumu. Kangumu. Kuna msemo mmoja sitataja lakini msemo bigi ashaenda kuripoti bibi yake amemguza. Yara nyinyi mnamjua. So ikakuwa imetrend sana ati amepigwa na bibi. So watu waishi fiti manze. Say no to gender-based violence.